Mwonesi naye hayupo. Wa hapa na anaitwa nani? Beda naye hayupo. Wa hapa naye hayupo. Anaitwa nani wa hapa? Kwa hiyo ambao mpo humu nani? Sogea tu wewe mtu safi sana. Njoo wewe. Nakusumbua. Njoo bana, njoo rafiki yangu. Hata kama nakusumbua lakini njoo. Ujambo bana. Wewe ndio boss wao. Sogea hapa basi. That's very good. Nimefurahi hii wizara angalau ina consider watu walemavu bana. Naomba tupige picha wote mara hapa. Mmoja ninyi tupige picha. Haya, tupige picha. Hebu nipige picha na hao. Hongereni sana. Asante. Unaitwa nani wewe? Frank Mtiago. Na wewe? Safi sana. Ila sasa wengine wote hawapo. Wameenda wapi na wewe ndio bosi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hawapo. Wameenda kunywa chai. Haya. Basi hamna tatizo, lakini ni hongereni. Mara baada ya kukagua ofisi mbalimbali za Wizara ya Fedha, Rais Magufuli akafanya mazungumzo na wafanyakazi na baadaye akawaeleza waandishi wa habari yale ambayo yamejiri katika mazungumzo yake na watumishi wa Wizara ya Fedha. Nilikuwa nazunguka pale Ikulu na natambulishwa maeneo mbalimbali ya Ikulu. Sasa nilipofika kwenye geti nikaona nichomokee hapa Wizara ya Fedha kwa sababu ninajua hii wizara ndio wizara muhimu kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Na nilitegemea labda baada ya uchaguzi hivi hata viongozi wa wizara sitawakuta wamo. Inawezekana nikawakuta labda hata hawapo. Lakini nimefurahi sincerely kutoka moyoni kwa sababu nimefika hapa. Nimefika Wizara ya Fedha. Nimekuta iko intact. Nimemkuta Katibu Mkuu Dr. Likwilile yupo. Nimemkuta Katibu Mkuu Dr. Mwenye Mvua yupo. Naibu Katibu Mkuu nimemkuta yupo. Kamishna nimemkuta yupo. Makamishna wote wa sera wote wapo kwenye ofisi. Hicho kimeniimpress na nikafurahi, nikasema kumbe mahali ambapo ni pa muhimu kwa serikali kufanya kazi bado panafanya kazi. Kwa hiyo ninakupongeza sana Katibu Mkuu na watendaji wako, muendelee hivyo, mfanye kazi hivyo kwa sababu ninyi ndio tegemeo la uendeshaji wa serikali. Lakini la pili, wamezungumza changamoto nyingi ambazo wanazipata katika shughuli zao za kuhakikisha kwamba uchumi unaenda mbele. Na hizo changamoto zimenisaidia mimi katika kujifunza kwa sababu ninaamini kujifunza huwa ni kwa kila siku. Zipo ambazo walishaziandika na wamenikabidhi na zipo zingine ambazo wamezizungumza kwa maneno wa ushauri. Na nafikiri hiki kitu ni kizuri kwa sababu katika kujifunza ni vizuri